nimekuja kukutia moyo dhidi ya mahubiri mengine ambayo umeyasikia yanayosema huwezi kutoka kwenye hiyo hali kwa sababu uliwahi kukosea. Nisikilize mtu wa Mungu. Mungu akisamehe, amesamehe kweli kweli. Pengine unaweza ukasema ujui tu nilitoa mimba ngapi. Unaweza ukasema ujui tu niliua watu wangapi. Unaweza ukasema tu ujui napita kwenye hali hii kama malipizo. Hapana. Damu ya Yesu inaposamehe, inasamehe kweli kweli, na inafuta wala dhambi zako hazikumbukwi. Nimekuja kukutia moyo wewe unayenisikia hapo ulipo, umezongwa na wingu la mawazo mpaka umekata tamaa, maana unasema haiwezekani tena. Lakini Biblia inasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Maana yake ni nini? Ni mtu yule ambaye yupo kwenye familia ya Mungu, amekuwa hawezi, awaita wazee wa kanisa wamwombee. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kumponya mtu yoyote aliye ndani yake au anayemwamini Kristo. Kwa hiyo si mapenzi ya Mungu kwa yoyote ndani ya Kristo Yesu kubaki kuwa mgonjwa. Lazima uelewe, kila muaminie Kristo kuwa ni mponyaji atamuona kama mponyaji. Ni mapenzi ya Mungu kuponya magonjwa yote, na si mapenzi ya Mungu kwa anayemwamini Kristo abaki kuteseka na magonjwa, abaki kufika kwenye hali ya kukata tamaa na kukumbuka maisha ya kale kwamba pengine ni kwa sababu niliwahi kutenda dhambi fulani na fulani na fulani. Nataka nikuambie usijihesabie hatia ya mambo yaliyopita, wala usikumbuke mambo yaliyopita. Mungu anapenda kututia moyo leo kwamba kwenye msamaha kuna uponyaji, na huo uponyaji ni haki ya kila mmoja, sio haki ya watu maalum fulani ambao wamekaa wakasema hii ni haki maalum ya watu fulani. Ni haki ya kila mmoja. Hebu tuangalie kwenye Isaya mlango ule wa 43 mstari wa 25. Inasema mimi naam, ni Mungu anayesema mimi naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Alafu anasema wala sitazikumbuka dhambi zako. Naona ndugu unayenisikia kwenye kipindi hichi cha usikate tamaa, Mungu anasema yeye ndiye anayefuta makosa yako kwa ajili yake mwenyewe, na wala hatozikumbuka dhambi zako. Kama Mungu hakumbuki dhambi zako, kwa nini wewe leo umezishikilia na kumkumbusha? Kwa sababu yeye saizi ameachilia uponyaji kwa ajili ya afya yako. Ameachilia uponyaji kwenye miradi yako iliyowahi kuanguka ili iamshwe tena. Ameachilia uponyaji kwenye ardhi unaoishi, ambayo hiyo ardhi ulikuwa ukilima haileti chakula chochote, kwa sababu labda unasema nyuma uliwahi kuifanyia matambiko na ibada na kafara, lakini umerejea kwa Yesu, ukatubu, ukamwambia Mungu ni rehemu. Anaposamehe hakumbuki tena. Ipo damu inayosafisha kabisa. Ndio maana nimekuja nikuambie, kila eneo la maisha yako anaweza kukuponya. Anaponya afya yako na anakusamehe dhambi zako. Anaponya vyote vilivyoharibika kwenye maisha yako na anaviuisha upya. Pengine ni hali ya dhambi iliwahi kuvunja ndoa yako. Mungu anaweza kabisa kusamehe na akakuunganisha kwenye ndoa yako tena. Unakaa unatamani hata kujinyonga. Umefika wakati unasema mimi yule mama au yule baba asiporudi nitajiua, kisa tu nilimtendea jambo fulani. Jamani, nataka nikuambie Mungu anamrejesha kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Usikate tamaa.